Swali la kwanza nataka nijue joto inasababishwa na nini? Inatokana na nini? Pia na hewa inatokana na nini? Na umetuambia kwamba Mwenyezi Mungu ameumba mbingu kabla ya ardhi. Tunaona kuna mvua inateremka. Nataka nijue hii mvua inasababishwa na nini? Ina maana tukisema tupande huko juu tunaweza tukaenda tukachota maji, au kuna taratibu ambao Mwenyezi Mungu amefanyaje? Anauandaa mpaka mvua inatoka. Na umetuambia maji ndio yameanza kuumbwa. Sasa nataka nijue chanzo ni nini hasa. Ni hayo tu shongo. Nadhani kwa uelewa wangu kumeulizwa maswali mawili, joto linasababishwa na nini na mvua inasababishwa na nini, sio? Asante. Mwenyezi Mungu ameumba vitu katika unsuri nne. Unsuri ya mwanzo, yani duru ya mwanzo, ameumba vitu kwa asili ya moto, akaviumba vitu kwa duru ya baridi, akaviumba vitu kwa duru ya uvuguvugu, akaviumba vitu kwa duru ya kawaida. Sasa joto linasababishwa na nini? Joto la ardhini linasababishwa na jua. Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiyaa wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Kwa nini Mwenyezi Mungu asema huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiyaa alafu wal qamara nura? Kwa nini nurun alafu kwa nini dhau? Kwa nini? Ni kwa sababu neno adhau maana yake ni nuru yenye joto, na neno nurun ndani ya Qur'ani maana yake ni mwangaza ambao umefyonzwa kutoka kwenye chanzo cha joto. Mwangaza ule hauwi joto. Mfahamiana eh? Kwa hiyo chanzo hasa cha joto katika ardhi ni jua. Jua linasababisha joto. Sasa kwa nini jua linasababisha joto lakini kuna nchi zina baridi? Nchi zenye baridi, inapofika majira ya usiku, baridi inakuwa kali zaidi, kwa sababu mwangaza wenye kuyayusha hali ya baridi haupo, kwa maana jua limezama. Lakini tunapoamka asubuhi, hapa tumeamka baridi ilikuwa kali, lakini sasa hivi tunahisi kuna uvugu katika miili yetu, kwa maana ya kwamba kumbe chanzo hasa cha joto ni jua. Likiwepo jua na joto linaongezeka, likiwa hakuna jua joto halipo. B, mvua inasababishwa na nini? Na mimi nimesema maji ndio ya mwanzo kuumbwa kabla ya ardhi. Asante. Kabla ya kwenda kusema kwanza mvua yasababishwa na nini, Mwenyezi Mungu ameiumba mvua na hakusema ameitengeneza kwa kutumia nini. Tukiangalia kisayansi, maji yametokana na duru mbili tu. Hii mvua ikitoka juu, kama pale natoka tu kwenye mawingu pale, ukaichukua kisayansi ukiipima, ndani utakuta duru mbili tu, hakuna ziada. Utakuta kuna oxygen, utakuta kuna hydrogen. Kisayansi naandika H2O, duru mbili. Maji yakianza kupita kwenye hii anga hewa, kwa sababu kuna hewa nyingi, kuna nitrojeni humo, sawa? Maji yale yanaanza kufyonza hewa tofauti tofauti.